binafsi huwa naamini hakuna mwanamke mgumba. Mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40 hakuna mwanamke mgumba. Dr. hiyo ni statement nzito sana uliyoitoa kwamba mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40 hamna mwanamke mgumba. Unamaanisha nini na kwa nini? Yaani kwa nini nasema hakuna mwanamke ambaye hawezi kuzaa, mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40? Probability au nguvu ya mwanamke kupata ujauzito ni mwanamke anapofikisha umri wa kwanza, ule umri wa kuvunja ungo kuanzia miaka 14 sawa mpaka miaka 40. Hapa katikati mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kupata ujauzito. Na mara nyingi huwa hatumkati tamaa mwanamke ambaye bado anaendelea kupata hedhi. Except mwanamke awe ana changamoto za uzazi ambazo ni physical, aidha mirija yake imeziba, sawa, au mwanamke ametolewa kizazi, au mwanamke amefika ukomo wa hedhi ambapo mayai yake au zile ovaries haziwi produced. Lakini mwanamke kama mirija yake iko vizuri, kama mwanamke ana kizazi, ile uterus yake iko sawa, kama mwanamke ana produce ovary, zile ovaries zake ziko vizuri, zina produce follicles, na imetokea hapati tu ujauzito lakini anapata hedhi vizuri, huyo mwanamke sio mgumba. Hapaswi kukatiwa tamaa. Hapaswi kukatiwa tamaa. Unajua doctor, that's very powerful. Anaongea kwa it's very touching. Kwa sababu unajua kwa nini tunaona wanawake wengi sana wanakata tamaa? Yaani mwanamke anaambiwa ukishafikisha miaka 35 basi utaweza kupata ujauzito. Lakini tunaona wengi tu wanapata ujauzito wakiwa na miaka 37, 40, wengine wanapata mpaka 41, wengine wanaenda mpaka 45. Tunaona. Habari, karibuni tena katika podcast yetu ya Tides Podcast, katika segment yetu ya Tides House. Leo tunaenda kuzungumzia issue ambayo iko very current, issue nzito sana tunaenda kuzungumzia leo. Tunaenda kuzungumzia hivi ni kweli mwanamke anaweza akapata mimba na asijijue kama yeye ni mjamzito, au mwanamke akapata mimba na asiweze kuonyesha dalili zozote kwamba za kuashiria kama yeye ni mjamzito? Tutakuwa na Dr. Kenny as usual, tutaenda ku dig deep na tutaelezea inakuaje like mwanamke anapata ujauzito na hajui. Dalili zake ni zipi, madhara yake ni yapi, na nini kifanyike, na nini wito ili kuzuia, kwa sababu hii pia ina madhara makubwa sana. Unajua inaweza ikasababisha hata mauti wa mama au mtoto. Kwa hiyo bana, stay tuned until mwisho wa hii episode upate kujua. Dr. karibu sana. Kwa faida ya watu ambao wanaangalia episode hii for the first time, wanaanza kuangalia Tides Podcast for the first time, bro, ungejitambulisha Dr. Kenny? Majina yangu naitwa Kennedy Bosco Ruvanda. Wengi wanapenda kuniita Dr. Kenny. Tunapatikana vyakula na tiba. Keyword vyakula na tiba. Yes. Mimi naitwa Steven Tweve. Ukiniita huko hujakosea. Karibuni na muwe nasi mpaka mwisho wa hii episode. Dr. karibu sana. Asante sana. Unajua Dr., wakina mama wanakuga na mambo mengi sana hususan kwenye issue ya uzazi. Yes. Hivi ni kweli mwanamke anaweza kawa na mimba na asijijue kama yeye ni mjamzito? Kuna wanawake ambao huwa inatokea hivyo. Yaani mwanamke anakuwa na ujauzito na anakuwa hana dalili zozote za ujauzito, na wakati mwingine pia anaweza asijue kabisa kuwa na ujauzito. Mwingine anafikisha mpaka miezi 4, wengine mpaka 5. Hivi huwa inasababishwa na nini? Kuna sababu nyingi. Kwanza hii kitaalamu huwa inaitwa cryptic pregnancy. Cryptic pregnancy tunasema ni mwanamke anakuwa na ujauzito ambao haumpi zile dalili za kuwa na mjamzito kama walivyo wanawake wengine. Hii cryptic pregnancy mara nyingi yenyewe mtu anaweza kaja kugundua kuwa ni mjamzito baada ya miezi 2, miezi 3, lakini kuna baadhi ya dalili ambazo anaweza kawa nazo. Kwa mfano kama issue ya kumiss period. Ukuta mwingine amemiss period. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinafanya mwanamke awe na cryptic pregnancy. Sometimes inakuwa ni issue ya psychological issue ya kisaikolojia. Kama ametafuta ujauzito kwa kipindi kirefu, kwa hiyo inafikaga mahali ni kama mtu anakata tamaa. Sawa? Lakini kitu kingine inakuwaga ni mabadiliko ya hormone. Mabadiliko ya hormone, kuna baadhi ya wanawake wengine wanakuwa hawana mpangilio sahihi wa hormone. Kwa hiyo unakuta sometimes inaweza ikatokea ovulation ikatokea na yeye mwenyewe asijue. Lakini wengine wanakuwa wana kiwango kidogo cha hormone ya ile tunasema HCG. Sawa? Sasa unapokuwa na kiwango kidogo cha HCG, baadhi ya dalili zingine huwezi ukaziona. Na wakati mwingine unaweza usijue kabisa. Lakini sababu nyingine inakuwaga ni wale wanawake ambao wanatumia hizo contraceptive pills. Ukitumia contraceptive pills kwa muda mrefu, nazo zinaweza kusababisha hii cryptic pregnancy au kuwa na ujauzito ambao hauna dalili. Lakini pia sometimes tunasemaga ni previous infertility. Kuna watu ambao wanakuwa kwenye historia yao hawajui kabisa kupata ujauzito.
Kwa hiyo unakuta mwingine hata akipata ujauzito hawezi kujua. Lakini previous infertility sometimes inaweza katokea kwa mwanamke ambaye amejaribu mara nyingi zaidi kupata ujauzito ikashindikana. Kwa hiyo dalili hataweza kuona dalili kwa sababu unakuta ni kitu ambacho kimemchukua muda mrefu. Kwa hiyo hatakuwa hana ile experience ya mtu mwenye ujauzito inakuaje. Kwa hiyo dalili ambazo tutakuwa nazipata, atakuwa anapata dalili ambazo ni chache sana kuonekana. Labda iwe itokee kwa mtu ambaye tayari alishakuwa mjamzito ana experience. Kuongezea hapo kwako, inakuwa ni ngumu kwa sababu unajua sasa hivi kwa mfano kama issue ya watu mabinti kutopata period. Yes. Wakaenda kutopata period, kuna wengine kutokana na sababu nyingi ambazo sijui ni zipi, unaweza kutuelezea kidogo. Kwamba mtu anakuta hapati period kwa muda mrefu, miezi 3, 4, unajua. Hivi huwa inasababishwa na nini issue ya period? Okay, kama tulivyokwisha kusema kwa cryptic pregnancy sometimes mojawapo ya sababu kubwa ambayo inaweza ikawa sababu ya mtu kupata cryptic pregnancy tunasema ni irregular menstruation, mtu kutokuwa na mpangilio mzuri wa hedhi. Sasa kutokuwa na mpangilio mzuri sometimes inaweza ikawa mtu ame experience amenolea, hajapata period kwa kipindi kirefu, inaweza kuwa ni primary au secondary. Yaani mtu hapati period, either ni kwa kipindi kifupi au ni kwa kipindi kirefu. Sasa ikitokea mtu upati hedhi au unapata hedhi ya kurukaruka, kumekuwa kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha mtu akapata hedhi ya kurukaruka au kutokupata hedhi. Asilimia kubwa wanawake wengi sasa hivi hawapati hedhi au wanapata hedhi ya kurukaruka ni kwa sababu ya mabadiliko ya hormone. Hormone zinabadilika vipi? Hormone zinaweza zikabadilika kutokana na matumizi ya dawa za majira. Hizi tunasema contraceptive pills. Ukizitumia kwa muda mrefu, dawa za kupanga uzazi, na ukizitumia pasipokuwa na mpangilio sahihi wa daktari, lazima utapata shida. Lakini pia kitu kingine huwa tunasema matumizi ya emergency contraceptive pills. Tukisema emergency contraceptive pills, hapo mara nyingi huwa tunazungumzia P2 ambazo kitaalamu huwa zinaitwa postnatal 2. Wanawake wengi sisi tunajua wanatumia hizi P2 kwa wingi zaidi, na wengine wanazitumia sio kama ilivyoletwa, zinatumika vibaya. Kwa hiyo huwa zinasababisha wanawake wengi pia kuvurugika kwa hormone na kusababisha mipangilio mibovu ya hedhi au kutokupata hedhi kabisa. Ipo kuna sayansi, lakini pia mimi ni muamini mkubwa sana wa Mungu. Naamini sana katika Mungu. Of course kwa mfano kuna issue ambayo iko current sasa hivi ya dada yetu Wema. Of course ni muujiza, to me personally naona ni Mungu ametenda. Naona ni ushuhuda mkubwa sana. Ambao umekuja machoni kwa watu, machoni kwa taifa, lakini watu hawataki ku acknowledge. Unajua ni ushuhuda, to me personally naona Mungu ametenda kwa sababu ni struggle amepitia kwa muda mrefu. Lakini alivyosema bwana, mimi nilikuwa sijui, labda na mimi mpaka baada ya kufikisha miezi 4 watu wakaanza kumwataka. Kumbe hivi vitu bwana kisayansi vipo, ndio maana nikasema kitaalamu kabisa hiyo inaitwa cryptic pregnancy. Kwa hiyo Wema amekuja kujua ni mjamzito baada ya miezi 5. Sawa, huwa inatokea kabisa. Ndio maana nikasema kuna wanawake ambao anaweza kufikisha mpaka miezi 5 hajui kama ni mjamzito. Na cha kushangaza daktari, unajua kuna zile dalili za mimba ambazo unategemea kama mtu atanenepa, anaweza kavimba miguu, kavimba sura, kavimba pua. Lakini Dash was very okay. Yani ni sahihi kabisa. Ni sahihi. Sasa unajua mtu, mabadiliko ya mwili wa mtu huwa yanategemeana kiwango cha hormone ulichonacho. Kwa sababu kubwa ambayo inamfanya mwanamke abadilike kipindi cha ujauzito, sometimes tunasemaga ni mabadiliko ya hormone. Hormone zina play kazi kubwa sana kwenye mwili wa mwanamke. Na kipindi cha ujauzito kinacho coordinate vitu vingi kwenye mwili, aidha tuseme kuhakikisha mtoto anakuwa, kutengeneza ule mji wa mimba, kuhakikisha maziwa yanatoka. Vile vitu vyote huwa vinatokea kutokana na mabadiliko ya hormone. Ni hormone zipi ambazo zina play part? Mfano moja wapo ni hormone ya prolactin. Hormone ya prolactin, mtu kama huna mimba haiwezi ikalize. Lakini kipindi ambacho mtu unakuwa mjamzito, hormone ya prolactin huwa inapanda. Sawa? Kingine tunasema hormone ya progesterone. Hormone ya progesterone kipindi ambacho mtu huwa mjamzito huwa inapanda. Sawa? Kwa nini inapanda hormone ya progesterone? Ndio hormone ambayo inasaidia, sawa, kuhakikisha kuta za zilizombeba mtoto zinakuwa imara. Sasa zinapopanda zile hormone, kila hormone inapopanda inakuja na tabia zake. Sometimes hormone ikipanda inaweza kupelekea pua inakuwa kubwa. Inaweza kupelekea mtu unakuta anatoka michirizi, mtu anavimba miguu. Sawa, sometimes hormone ya estrogen inaweza kusababisha maziwa yakawa yanajaa. Hormone ya prolactin inasababisha maziwa yanajaa. Sawa, lakini pia mfano kama hormone ya estrogen, mtu unapokuwa mjamzito sometimes yenyewe inaweza ikadecrease kwa sababu inakuwa haiparticipate. Lakini tunajua hormone ya estrogen au E2 inaposhuka, sawa, na yenyewe inakuja na tabia zake. Sometimes inaweza ikaleta udhaifu wa mifupa,
maumivu ya mgongo, kuchoka tu, kuwa na mood swing, kuchagua vyakula. Sasa inategemeana. Kuna wengine anakuwa na kiwango kidogo cha hormone kutokana na hiyo ambayo tumesema ni previous infertility. Unapokuwa na kiwango kidogo cha hormone kutokana na changamoto za kutokupata ujauzito kwa kipindi kirefu, kwa sababu mwili huwa hauproduce hormone nyingi au hormone za kutosha, na ikaja kutokea mtu akabeba ujauzito hata kama ana kiwango kidogo cha hormone, bado mwili wake utakuwa unachakata hormone kwa kiwango kidogo, ambazo zile hormone zinamsaidia tu mtoto. Kwa hiyo kuja kuona matokeo mengine ya nje inakuwa ni ngumu. Ndio maana watu wengi wanamwataki Wema kuwa yawezekana ujauzito alionao sio sahihi, au wengine wanasema si ujauzito imekuaje, lakini ni vitu ambavyo vinatokea. Ndio maana nikasema kabisa hii ni jambo ambalo lipo kitaalamu na linatambulika na limefanywa tafiti, na sio wanawake wote ambao huwa wanakuwa na hizo dalili. Mfano mmoja hapo, huwa tunaona una binti ambaye anakusaidia kazi nyumbani, au ni mtoto wako bahati mbaya akapata ujauzito, yeye mwenyewe anaweza katokea hajui. Na hiki kitu ambacho kipo hata kwa wanawake wengi. Kuna wanawake wengine unakuta anabeba ujauzito lakini hajui. Sawa, na unakuta watu wengi hata shuleni pia huwa inawatokea. Unakuta kuna binti yuko shuleni ampata ujauzito hajui. Wazazi wanaishia kutibu malaria, akienda kupima wataambia na malaria, akipima wanaambia na typhoid, lakini bahati mbaya unakuta yeye ni mjamzito. Hajui. Kwa hiyo unakuta vile vidalili vidogo vidogo ambavyo vinakuja, akienda hospitali akipimwa, kama daktari hata jiongeza kusema tupime ujauzito, huyu mtu unakuta ni mjamzito pasipo yeye mwenyewe kujua, wazazi kujua. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa Wema sio kigeni, ila kwa sababu Wema ni celebrity, ndio maana watu wanaona ni jambo geni, lakini ni jambo ambalo kwenye jamii lipo na lina operate. Alafu dokta, nadhani pia kuna haja ya jamii yetu kwa ujumla kuwa positive. Yes. Unajua this negativity, negative energy, sio kitu kizuri. Yes. Mfano kama sasa hivi I think ni time ambao watu wote wawe very happy for Wema. Ndio. Yes. Dokta, madhara yake ni nini ya hii cryptic pregnancy? Madhara ya cryptic pregnancy, cha kwanza unaweza ukatoa ujauzito pasipo kujua. Kwa sababu ya kutokuwa na uelewa wa kuwa wewe ni mjamzito, unaweza ukajikuta unatumia dawa nyingi, sawa, na kumbe tayari unakuwa umeshabeba ujauzito, sawa. Na sometimes madhara yanakuja kutokea madhara mengine kwa sababu walio wengi huwa wana miss period. Kwa hiyo kitendo cha kukosa kupata hedhi, na unakuta yeye ni mjamzito, na unakuta historia yake ya nyuma ana shida ile ya kutokupata hedhi. Kwa hiyo hata kama itatokea atakuja kupata ujauzito, sawa, kujua kuwa yeye kukosa hedhi ni sababu yeye kuwa mjamzito, anaweza akajua kukosa hedhi ni kwa sababu ni hali yake ya kawaida, ameshaizoea. Kwa hiyo kuja kupima kwa ni mjamzito, ataona mbona mimi hali ya kukosa period, hali ya kukosa hedhi ni kawaida. Kwa hiyo unakuta sasa ataanza kupambana kutibia ili aweze kupata nini? Hedhi. Kipindi ambacho anatibia ili anatumia dawa za kurudisha hedhi, ndio kipindi ambacho anakuja kuharibu ujauzito. Lakini pia madhara yake mengine makubwa yanakujaga kipindi ambacho unakuta mtu ni mjamzito, hujui kama ni mjamzito. Tunafahamu baadhi ya tabia za ujauzito zingine zinaweza zikaja, lakini zikaja kwa kiwango kidogo, unajikuta tu una mood swing. Sasa kwa watu wengine ambao hawajui kama wewe ni mjamzito, kutokana na yale mabadiliko ya tabia, watu wengine watakuchukulia negative, sawa. Lakini pia kitu kingine, kwa sababu tunajua hii cryptic pregnancy sometimes inaweza ikaja isije na dalili za wewe kuwa na tumbo kubwa, sawa. Ndio maana huwa tunaona kuna mwanamke mwingine unakuta mtoto wake wa kwanza alikuwa na tumbo dogo tu, lakini mtoto wake mwingine tumbo kubwa, na kuna mwingine uwezo kujua mpaka miezi 4 mpaka 5 hana tumbo kabisa. Sawa. Sasa hizi ni tabia ambazo kuzijua inakuwa ngumu. Kwa hiyo unaweza kujikuta unafanya vitu tofauti ambavyo mama mjamzito anatakiwa kufanya, wewe utavifanya kwa sababu hujui kama wewe ni mjamzito. Na dokta, pia kuna issue umeiongea hapa ya kwamba like ni ugasielewi. Okay. Ile issue unakuta like mke wako amekuwa pregnant, yani mke wako amepata ujauzito. Unakuta unasema labda ile mimba haimpendi baba wa mtoto. Yaani unakuta akikuona mkeo anaona kichefu. Yaani unaona ni kama unaona takataka gani wakati ndo mpenzi wake na ndo unahusika na ile mimba yake. Hivi leo huwa inakuwa nini? Okay, ile kwanza inakuwaga ni psychological issue. Sawa, lakini pia unajua mama anapobeba ujauzito, kama tulivyokwisha kusema, kuna mabadiliko mengi ya mwili na mabadiliko ya hormone pia. Yale mabadiliko ya hormone sometimes huwa yanapelekea kitu kinaitwa mood swing. Kutoka ndio kama tukasema mabadiliko ya hormone ya estrogen huwa yanasababisha mood swing. Sasa mama anapopata ujauzito
Sometimes inaweza ikawa psychological issue, lakini sometimes inaweza ikawa ni mood swing. Mood swing ni kuwa na hasira, lakini pia kuna tabia huwa zinabadilika mama anapokuwa mjamzito. Kwa mfano kama tabia ya kula udongo, ya kuchagua vyakula, wakati mwingine kuna demand au mahitaji ya mwili ambayo ni ya muhimu sana kwenye mwili. Nataka chips mayai sana za usiku. Sasa hiyo inakuwa ni psychological issue. Sawa? Ni psychological issue, lakini pia ndio maana tukasema hizo mood swing, lakini pia kuna baadhi ya vitu mwanamke akiwa mjamzito atavihitaji kutokana na demand ya mwili wake unahitaji nini, au kuna deficiency ya mwili unahitaji nini. Sometimes mtu anaweza kana kula udongo. Kula udongo kwa mama mjamzito kiafya it's not good, lakini ukiona mpaka mtu anakula udongo sometimes inakuwa ni upungufu wa madini mengine kwenye mwili. Kwa hiyo mwili namna ili uweze kuyapata yale madini, kwa hiyo mwili unatengeneza demand, ambayo demand mojawapo ni kukufanya wewe utafute kitu chochote ambacho kinayo material ili uweze kuyatumia. Kwa hiyo kuna moment ambayo mtu anakula udongo, sometimes unakuta ni deficiency ya iron. Sometimes unakuta deficiency ya madini chuma, ndio hiyo iron. Kwa hiyo unakuta ili aweze kuyapata ile lazima apate madini chuma. Madini chuma anapata wapi? Atapata kwenye udongo. Ndio maana unakuta anakuwa na hamu ya kula udongo. Unakuta kuna mwingine anatamani tu dagaa. Sawa, lakini mwili una upungufu wa hicho kitu. Lakini pia sometimes inakuwa ni psychological issue, mood swing na vitu vingine vingi ambavyo huwa vinatokea. Sometimes inaweza kuwa pia mabadiliko ya hormone ambayo ndio yanapelekea hizo mood swing. Lakini pia hapa nyuma kidogo uliongea kuhusu issue ya hedhi ambayo inakuwa yani hedhi ambayo hai consequential. Okay, yes. Yani hedhi kwa unakuta mwanamke anakosa. Hii doctor naomba tuiweke kama kipofu. Okay. Naomba tushike beat. Okay. Nataka pia tufanye episode kwa sababu unaona hii issue ya hedhi iko complicated sana, unaona inawasumbua na wengi sana. Hii naomba tuiweke, tushikilie beat hapo. Tutakuja dig deep, yani tuelezee chanzo chake, sababu na tiba yake. Lakini doctor, sasa kuna hii issue. Je, ni kweli kwamba of course unajua watu kwa Swahili wanasema jambo likisema ujue lipo. Yaani kuna kitu kinasema ujue kipo. Hivi ni kweli kwamba mwanamke anaweza fake pregnancy na akaenda aka fake hata ile deliverance, yani kujifungua fake na akatafuta mtoto mwingine kama akawa kama mwanae? Is it possible? Na huwa inafanyika hivi? Ni kitu common kweli? Utafeki vyote, lakini huwezi ukafeki kujifungua. Labda sema sasa hapo ushirikiane na wataalamu wa afya ambao watakao kusimamia kwenye hilo zoezi lako. Yaani ufeki nje ya macho ya watu. Lakini kufeki hospitali, utafeki kipi? Utafeki nini? Kwa sababu hicho kitu huna, utaenda kujifungua nini? Ndio maana tukasema ufeki nje, lakini huwezi ukafeki hospitali. Labda sema pia udili na watu wa hospitali. Ukifeki nje ya hospitali, ukadili na watu wa hospitali kwamba wakusaidie kufeki, inawezekana. Maanake siku hizi unajua kuna zile plastic pregnancy. Mtu anavaa zile. Kwa hiyo kwa mtu mwingine ambaye hajui, anaweza akavaa zile plastic kwa ajili ya kuwaaminisha watu wengine. Unaweza ukavaa, lakini huwezi kumdanganya daktari, huwezi ukaidanganya mashine ya ultrasound. Kwa sababu zile ni mashine zina detect kitu ambacho kipo. Lakini kwenye swala ambalo uliloliongelea, kwenye swala la ujauzito, kama mtu unaweza ukafeki wakati wa kujifungua, huwezi kufeki wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Kufeki kupo, lakini unafeki wapi? Unafeki kwa nani? Huwezi kumdanganya daktari, huwezi ukazidanganya mashine. Sawa, zile test zile HSG zile zina detect hormone. Lakini mimi nikisema leo nataka kuposti, ni kwa ajili ya kuposti, kuionyesha kwa ajili ya social media, una fake. Kwa sababu ni vitu ambavyo watu wana fake na tunaona watu wanavaa zile plastic. Kwa hiyo swala la kufeki lipo, lakini una fake kwa nani? Una fake kwa daktari? Fake kwa general public huko sawa. Kwenye public, kwenye social media unaweza kufake, lakini professional sasa kwenye hospitali huwezi kufake kwa sababu machine zitadetect kila kitu kitadetect, na hakuna procedure ambayo utaruka hospitali kwa ajili ya kudetect kwa wewe ni mjamzito. Alafu pia naamini kuna controls kali sana hospitalini, especially kwa issue ya uzazi. Na kwanza unajua katika sekta nyeti
katika sekta nyeti duniani ni sekta ya afya. Kwa sababu ni sekta, kwa nini tunasema sekta nyeti? Ni sekta ambayo huwezi ukaruka procedure, labda uwe mzembe. Yaani zile standard operation procedure lazima zote utazifanya. Kwa hiyo kama inatakiwa upime ujauzito, ujue huyu mtu ni mjamzito, sawa, lazima ucheki kipimo cha mkojo HCG, lazima ufanye ultrasound, sawa. Unaweza ukacheki hormone test ili udetect, uone sasa. Tumepima procedure ya kwanza, tumekuta huyu mtu let's say test yake haijasoma, sawa, au imesoma weak positive, sawa. Alafu tukija kucheki kwenye ultrasound, tutaona pia, tutafuatilia historia yako ya nyuma, period yako ya mwisho ilikuwa lini. Ni vitu ambavyo lazima uweze kujua. Kwa hiyo kufake hospitali ni ngumu zaidi. Ndio maana nikasema labda uwe umewasiliana na wale wataalamu wa hospitali au madaktari, ambapo sasa of course sio ndefu kwa sababu watu wanatoa hela, sawa. Sio ndefu kwa sababu watu wanatoa hela, lakini kwa nini ufanye hivyo? Na mimi binafsi huwa naamini hakuna mwanamke mgumba. Mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40, hakuna mwanamke mgumba. Dr. hiyo ni statement nzito sana uliyoitoa kwamba mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40 hamna mwanamke mgumba. Unamaanisha nini na kwa nini? Yaani kwa nini nasema hakuna mwanamke ambaye hawezi kuzaa, mwanamke ambaye yuko chini ya miaka 40? Probability au nguvu ya mwanamke kupata ujauzito ni mwanamke anapofikisha umri wa kwanza, ule umri wa kuvunja ungo, kuanzia miaka 14, sawa, mpaka miaka 40. Hapa katikati mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kupata ujauzito. Na mara nyingi huwa hatumkati tamaa mwanamke ambaye bado anaendelea kupata hedhi. Except mwanamke awe ana changamoto za uzazi ambazo ni physical, aidha mirija yake imeziba, sawa, au mwanamke ametolewa kizazi, au mwanamke amefika ukomo wa hedhi ambapo mayai yake au zile ovaries haziwi produced. Lakini mwanamke kama mirija yake iko vizuri, kama mwanamke ana kizazi, ile uterus yake iko sawa, kama mwanamke ana produce ovaries, zile ovaries zake ziko vizuri, zina produce follicles, na imetokea hapati tu ujauzito lakini anapata hedhi vizuri, huyo mwanamke sio mgumba. Hapaswi kukatiwa tamaa. Hapaswi kukatiwa tamaa. Unajua doctor, that's very powerful. Anaongea kwa it's very touching. Kwa sababu unajua kwa nini tunaona wanawake wengi sana wanakata tamaa? Yaani mwanamke anaambiwa ukishafikisha miaka 35 basi utaweza kupata ujauzito. Lakini tunaona wengi tu wanapata ujauzito wakiwa na miaka 37, 40, wengine wanapata mpaka 41, wengine wanaenda mpaka 45. Tunaona sometimes ukitoa masuala ya science au masuala ya utaalamu, sawa, ukija kwenye imani mengine yote huwa tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliyeumba. Mwenyezi Mungu yeye ndiye anajua process nzima. Yeye ndiye anajua mechanism nzima. Sasa Mwenyezi Mungu yeye ndiye ambaye huwa anajua lini wewe utapata mtoto, lini wewe utapata mtoto, wakati gani sahihi wako wewe kupata mtoto. Kuna watu ambao tunaona kabisa wanapata ujauzito kipindi ambacho wao wenyewe hawajatarajia. Lakini katika akili ya kawaida tunaamini kuwa haiwezekani. Vitu ambavyo tunaamini haiwezekani mara nyingi vimekuwa vinawezekana. Ndio maana unakuta hata kwenye situation ya dada yetu Wema, hamna mtu ambaye alitarajia Wema kuna siku atakuja kupata ujauzito. Haijalishi amepata kwenye mazingira ya IVF, haijalishi amepata kwenye mazingira gani, lakini tunachoamini yeye amepata ujauzito. Ndio maana watu wengi, nilivyosikia issue ya Wema, watu wengi ambao huwa na wahudumia mimi, wengi niliwapigia simu nikamwambia utakiwa ukata tamaa, kila kitu kinawezekana. Haijalishi ni kwa njia gani, kinachotakiwa ni wewe uje uitwe mama. Bila kusahau kinachotakiwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kufuatilia vipimo na dawa pia. Utakiwa ukata tamaa. Unajua doctor, that's very touching. Unajua tunaweza tukasitisha podcast hapa tukaanza kuomba bure. That's very touching. Yaani unajua umeongea kitu very powerful, very very powerful. Unajua hata ukiangalia kwenye Biblia, ukiangalia story ya Sarah na Abraham, wamepata mtoto at a very very late age. Yes, kweli mtoto atakata tamaa. Doctor, nini wito wako kwa wanawake ambao wamepitia changamoto kama ya dada yetu Wema ya kutopata ujauzito kwa muda mrefu? Nini wito wako kwa wao? Okay, kwanza mimi nadhani wito wangu kwa wanawake ambao wanapitia hizo changamoto, cha kwanza ni kutosikiliza maneno ya watu.
kama upo kwenye social media, usisikilize vile vitu ambavyo vinaongelewa kwenye social media. Kama upo na mawifi ambao wanakukandamiza, achana na hao mawifi ambao wanakukandamiza. Watu wengi wameshindwa kupata ujauzito kwa sababu ya mazingira waliopo. Mazingira waliopo yamekuwa yanawaathiri watu wengi sana. Na kwa nini yanawaathiri? Kwa sababu ili mwanamke aweze kuwa sawa kiakili, kimwili, anahitaji utulivu. Utulivu unaupata wapi? Utulivu unaupata pale ambapo uko kwenye mazingira sahihi. Unapata support ya mme, unapata support ya wazazi, unapata support ya marafiki, unapata support ya social media. Inapokuja kutokea hivyo vitu vyote vikakugeuka, hapa automatically mwili wako lazima utakuwa distorted. Mwili wako utaharibika. Na ili mtu aweze kupata ujauzito, tumesema anahitaji utulivu, ambao huo utulivu utamjenga kwenye kuhakikisha homoni zake za mwili zinakaa sawa. Na homoni ili ziwe sawa, ndipo ambapo mtu anahitaji yeye mwenyewe kuwa sawa. Sasa ili homoni zifanye kazi vizuri, tunasema unahitaji utulivu wa akili na mwili pia. Sasa endapo kama hivi vitu vingine vyote vitakugeuka, homoni zako hazitakuwa sawa. Na homoni zisipokuwa sawa, huwezi ukazalisha mayai, huwezi ukapata ujauzito, huwezi ukapata hedhi. Kwa hiyo vitu hivi vingine vyote vitaharibika kutokana na akili yako haiwezi kuzalisha homoni zilizo bora ambazo zitakusaidia mwanamke kuweza kupata ujauzito. Kwa hiyo wanawake wengi ambao wanahitaji kupata ujauzito hawatakiwi kufocus na watu wa nje. Hawatakiwi kufocus na mawifi, hawatakiwi kufocus na magomvi ya mme, hawatakiwi kufocus na wakwe, hawatakiwi kufocus na social media. Focus wewe kama wewe, angalia kipi ambacho kinakupa manufaa, kipi ambacho kinaujenga mwili wako, kipi ambacho kinakujenga wewe. Kwa sababu hauna mwanamke ambaye amepata ujauzito kipindi cha stress, especially mwanamke ambaye ametafuta ujauzito kwa kipindi kirefu, au mwanamke ambaye ana changamoto ya mabadiliko ya hormone. Wanawake wengi wamekuwa hawafanikiwi kwa sababu unapokuwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone inakuongezea changamoto nyingine tena kwenye mwili. Maana yake hormone zako hazitakuwa sawa. Yes. Lakini pia dokta, kuna hii issue ya mabinti ambao wanakuwa wadogo ambao wako chini ya uangalizi wa wazazi. Okay. Au wanaweza kawa ni mabinti wanaosaidia kazi nyumbani. Okay. Ndio. Nini wito wako kwa wazazi? Kwa sababu unakuta mabinti wanaweza kupata ujauzito na wao labda kwa kutokana labda hawana elimu au bado wadogo, wasijue. Nini wito wako kwa wazazi na walezi? Okay, kwanza unajua mama unapomlea mtoto akishafika kipindi cha kuvunja ungo, mama inatakiwa uwe makini sana. Yaani katika makosa makubwa ambayo yanafanyika sasa hivi kwa wazazi wengi kwa watoto zao ni wazazi kuwa busy. Yaani wazazi wamekuwa busy, hawafuatilii watoto kujua watoto wanaendeleaje. Sasa unakuta mzazi binti amevunja ungo, lakini mama hajui mwanae lini anapata hedhi. Mama hajui binti yake anapataje hedhi, hedhi yake ikoje, hedhi inatokaje, anapata maumivu, damu anaenda siku ngapi, mama hajui. Ndio maana unakuta mabinti wengi sasa hivi wamejikuta wanaingia kwenye changamoto za afya ya uzazi kwa sababu wanakosa mtu nani watakayemwambia. Ni nani sahihi watakayemwambia? Mama yuko busy, mama anatoka saa 12 kurudi saa 3 usiku. Binti unakuta mchana mzima ameshinda na bleed. Kiwango cha damu kinachotoka tofauti na uzito wake, tofauti na umri wake. Binti huyu kuja kupata madhara ni rahisi kwa sababu hamna mtu atakayemshirikisha, na mama naye yuko busy. Mama hataki kujua mtoto wake amepata lini hedhi, ameingia mara ngapi, anapata maumivu. Kwa hiyo huyu binti hata akija kupata changamoto nyingine hawezi akamshirikisha mama. Kwa sababu mama usipomtengenezea mazingira mazuri mtoto ya kumfanya mtoto awe huru kwako, hawezi akakueleza. Kama mama umeshindwa kumuuliza masuala ya hedhi, mtoto ataona hii ni aibu. Siwezi nikamwambia mama, endapo hata kama itatokea binti atapata ujauzito, mama hawezi kujua na binti hawezi kumwambia mama. Mpaka mama pale ambapo utakuja kuona, na wakati mwingine kwa sababu unakuwa busy, utachelewa kuona. Kwa hiyo wanawake wengi au wakina mama wengi wamekuwa busy sana kushindwa kujua afya za watoto wao wa kike zikoje. Na ndio hii sasa inapelekea watoto kujihendo wao wenyewe. Ambapo mtoto wa kike kuna vitu vingi ambavyo anatakiwa ajue kuhusiana na afya ya uzazi kutoka kwa mama. Mama na experience. Mama inatakiwa amwambie binti yake kwa siku za hatari ni zipi. Sio kumfundisha kuwa akashiriki tendo la ndoa. Lakini binti inatakiwa awe na awareness ya kujua leo ni siku ya hatari. Endapo hata kama ikitokea binti akateleza, sawa, anajua kabisa siku nilio kushiriki ni siku salama au sio siku salama. Siku gani ambazo zitakiwa kabisa kushiriki. Binti akipata elimu kutoka kwa mama, anaishika zaidi. Yaani unajua mama akimwambia binti yake kuwa mwanangu hiki kitu sio salama, binti anakuwa makini zaidi. Especially kwa masuala ya afya ya uzazi.
Hiyo ndio saikolojia ndio inasema hivyo. Kwa sasa akina mama waamke wapunguze ule ubize, yani namna ya kumpa elimu nzuri binti yako. Unaweza ukampa fedha, ukampa nini, ukikosea kwenye elimu ya afya ya uzazi, huyu binti unamtengenezea mazingira magumu sana. Na wakati mwingine anaweza sipate changamoto wakati ule, akaja kupata changamoto akishaingia kwenye ndoa. Kwa mfano, unakuta kuna mabinti ambao wanaumwa fungus kwa muda mrefu. Unakuta kuna mabinti ambao wameumwa PID kwa muda mrefu. Unakuta kuna binti ambaye maumbile yake bahati mbaya yameshambuliwa na wadudu kwa muda mrefu, aidha ampata UTI kwa muda mrefu. Lakini kwa sababu mama alimjengea mtoto kuwa hivyo ni vitu vya aibu, mtoto atabaki na zile changamoto kwa kipindi kirefu. Utakapokuja kugundua, unatakiwa kumtibu kipindi ambacho umeshachelewa, umeshaharibu via vyake vya uzazi kabisa. Kwa hiyo kina mama, nadhani kina mama ni watu sahihi ambao wanatakiwa wawe wepesi kukaa na mabinti zao na kuwaeleza kuhusiana na afya ya uzazi. Especially hili kipindi ambacho binti ameshafika kipindi cha kuvunja ungo. Unajua mabinti wengi wanapata ujauzito kwa sababu ya kutokujua afya zao za uzazi. Na sio binti tu, kuna wengine wanakuja kuingia kwenye ndoa hawajui hata mipangilio yao ya hedhi. Kwa sababu unakuta ndio shuleni tunafundishwa, concentration ya shuleni na concentration ya akikueleza mzazi wako ni tofauti. Mzazi akikueleza unaweza kuwa makini zaidi. Mzazi wako akwambia kwako wewe siku ya hatari ni hii na hii na hii na hii, concentration inakuwa kubwa. Kuna watu wamevunja ungo, hawajui kuambia chochote masuala ya uzazi na mama zao. Kuna mtu anakuja kuingia kwenye ndoa hajaambiwa chochote. Zamani watu walikuwa wanafundishwa kitchen party. Kitchen party za zamani watu walikuwa wanafundishwa, yes. Watu walikuwa wanafundishwa vizuri kabisa. Yaani mtu ana zile unyago, mtu anafunzwa, anaambiwa siku zake za hatari. Sasa ilikuwa ni imekaa kiimani, imekaa kiasili, lakini ilikuwa inawasaidia watu kutokubeba ujauzito ovyo. Lakini leo hii mtu nakuta ana elimu. Kwenye kitchen party anaenda kutoa vyombo. Of course kitchen party nyingi siku hizi ni vyombo. Kwa hiyo unakuta mtu ana elimu. Sawa. Lakini ukija ukimuuliza, unajua siku zako za hatari ni zipi? Mtu anabaki anakuangalia, dokta, mimi dokta najuaga siku za hatari ni zile siku 3. Sasa mtu hapo au mwingine unamuuliza, unaenda mzunguko wa siku ngapi? Anakuambia mimi naenda siku 3 tu mzunguko. Mtu hajui hata mzunguko ni nini. Hajui kipindi cha kupata hedhi, utofauti wake, hajui na mzunguko wake wa hedhi ni upi. Sasa sometimes inaweza kuwa ni kosa la elimu. Aidha mzazi hakumueleza au mzazi naye alikuwa hana hiyo elimu. Kwa hiyo watu wengi shida inakuja ni upande wa malezi. Malezi ndio sehemu sahihi ya kumfundisha mtoto na kuhakikisha mtoto anakuwa kwenye mazingira mazuri zaidi. So doctor, kuna hii issue nyingine pia. Hivi is it really possible? Yani kwamba hivi kweli and doctor, hivi ni kweli inawezekana kwamba yani mwanamke akabebewa ujauzito na mwanamke mwingine? Akabebewa kwa maana ya tumbo. Tumbo akabebewa ujauzito. Yani kwamba how? Yes, inawezekana. Of course kwenye nchi za wenzetu ambao zimeendelea. Nchi ambazo zimeendelea, hayo ni makubaliano. Ni makubaliano ya kuwa mwanamke anaweza akamtafuta mwanamke ambaye anatamani, akamtafuta mwanamke, akamruhusu mume wangu kazae na yule pale. Ni mikataba kabisa inasainiwa kwamba bwana, mume wangu atazaa na wewe, alafu yule mtoto atakuwa ni mtoto wetu. Kwa hiyo sisi tutakulipa hela, alafu tukisha kulipa hela yule mtoto sawa, mtoto ambaye utakayezaa wewe, siku hiyo unatukabidhi sisi, tunaanza kumlea na mtoto wetu tutamwandika kwa majina yetu kila kitu. Kwa hiyo ni biashara ambayo watu wanafanya, ambayo hiyo biashara hiyo ni biashara ambayo mtu anafanya biashara ya kuzaa. Kwa hiyo mtu atakuwa anazaa, anakuja kwako atazaa, mtampatia pesa, anaenda sehemu nyingine hivyo hivyo, anaenda sehemu zingine hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafanya biashara na mikataba inasainiwa na imekaa, sometimes watu wanakubaliana kabisa na ni mambo ambayo yapo. Sasa kwetu huku inakuwa ngumu kidogo kwa sababu ni vitu ambavyo havijazoeleka. Kwa hiyo hata kama leo nikitaka kufanya, watu wataniona ni mtu wa ajabu. Ni mtu wa ajabu kwa sababu vitu havijazoeleka. Kitu chochote kinapoingia kigeni mara nyingi kimekuwa kinaleta sintofahamu. Lakini kadri kinavyozidi kwenda watu huwa wanakizoea. Na hata wale ambao wanafanya mara nyingi hawawezi wakaweka kitu kiwe public kwenye mambo, kwenye vitu ambavyo au kwenye jamii ambayo bado watu hawajazoea. Ili kitu kiwe public, watu wao wamekiaccept. Watu wanakuwa huru
kukifanya. Okay. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafanyika. Kwa hiyo hata kama ikitokea aidha itokee kwa mfano labda mtu akabeba ujauzito kwa ajili ya mtu mwingine, hili ni mikataba inawekwa. Yaani inawekwa kabisa na huwezi ukaja kusema yule mtoto wangu wakati ulishachukua pesa ya watu. Yes. Yeah. Kwa mfano sasa kama dada yetu Emma anamsingizia tu bure. Tukabeba mimba yake vizuri pale, tumbo linaonekana kubwa. Hata foto anasema eti ni AI kaenda akajifungua. Nadhani shida iliyokuja kutokea kwa Wema ni jamii yetu imezoea ukibeba ujauzito lazima uoneshe dalili za ujauzito. Yaani jamii imeclaim kuwa ukiwa mjamzito wanategemea waone tumbo likiwa na michirizi, wanategemea waone ukiwa umechoka, wanategemea waone pua imekuwa kubwa, sijui macho yamekuaje, ngozi imefifia. Sawa, walitegemea waone kuna tabia zile za ukorofi, manywele yamekuwa bonge. Umeelewa? Ndivyo ambavyo vitu watu wengi walivitegemea. Ndio maana tukasema sasa wao walitegemea hivyo. Ni vitu vilivyozoeleka, lakini sio watu wote ambao wanapata hizo dalili. Kwa sababu Wema ni celebrity. Ndio maana wamemwataki, kwa sababu nadhani tukisema watoke watu wengine ambao wanapata tabia ambazo kama alizozipata Wema, sawa, watatoka watu wengi tu, ambao ndio maana nikasema hii kitaalamu general huwa inaitwa cryptic pregnancy. Niliona kuna mmoja alicomment akasema hata mikono yake yenyewe haionyeshi kabisa kama ni mjamzito, miguu haijavimba, sawa, mikono yake iko normal, pua, kila kitu. Kuna imani moja ambayo watu huwa wanaisema kuhusiana kwa ukibeba mtoto wa kiume pua inakuwa kubwa, sijui mtoto wa kike sio nini, tumbo siri na kikaa hivi, yes, umeona. Sasa hivyo ni vitu ambavyo jamii tayari imeshavizoea. Kwa hiyo visipotokea hivyo wanaamini wewe sio mjamzito. Dr. Bana, mimi nikushukuru. Nashukuru sana. Kushukuru Dr. Nano, umetoa elimu ya kutosha. Nashukuru sana. Nadhani kwenye hii issue hakuna kitu ambacho hatujakava. Yes. Ndio? Yeah. Nadhani tumefika mwisho wa episode yetu, so don't forget to like, comment and subscribe ili tuendelee kufanya mauzui kama haya. Support yako muhimu sana, like, comment kanini hapo, kushare na watu wapate hii elimu pia ni jambo jema sana. So guys, bye, see you until the next episode. Cheers, bye. Doctor.